mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you. Shalom shalom mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo, na kukaribisha sana katika Jumapili nzuri ambayo tulivu Mungu ametupa tena. Uko na mimi Stella Shao na tuko na kipindi chetu kizuri, lakini leo niko na mtumishi wa Mungu, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tutakwenda kumsikia namna anavyofanya huduma yake. Usiache kutufuatilia, mwite na mwenzako, kwa pamoja tujumuike, tuendelee kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu asubuhi kama hii kwa namna hii. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Mimi na mtazamaji wangu tunatamani kujua majina yako vizuri. Kwa majina naitwa Levis Kazinza, mtumishi wa Mungu wa nyimbo za Injili. Nimekoka na mpenda Yesu kama kijana. Nitamani kujua safari yako ya muziki wa nyimbo za Injili ilianzia wapi, na mpaka sasa hapa tulipo uko wapi na unatamani kwenda wapi? Safari ya muziki nimeanza 2018 kupata wokovu. Weba nyuma nilikuwa nafanya nyimbo za mataifa, lakini sasa hivi namtumikia Mungu kupeleka Injili. Nimeokoka 2018 mpaka sasa, namshukuru Mungu, bado namtumikia Mungu katika wokovu. Kwa sifa namrudishia Mungu kwa sababu sio kwa neema yangu bali ni Mungu mwenyewe. Hongera sana. Watu wengi wanatoka huko kwenye nyimbo za dunia wanakuja kwenye gospel. Lakini kumekuwa na mtiririko wa watu wa namna hiyo. Unafikiri ni kwamba wanaokolewa au wanatafuta tu namna nyingine? Labda ameona kule hajaenda, anakuja kwa namna hii ya gospel, labda akiamini atatoka. Wewe umeingia na umekuja huku, unaweza kutuambia nini? Kwa mimi naweza kusema kwa sababu Mungu ana kitu ambacho Mungu ana nguvu nyingi, ana njia nyingi za kumokoa mtu kama kijana. Kwa sababu nimefika paka hapa mimi kutoka kule kutumikia Mungu ni neema ya Mungu, sio kwa akili zangu bali. Kwa hiyo unapoona kijana anakuja kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, jambo kumshukuru, kusema Mungu asante, kama yule alikuwa hivi amebadilika. Kwa hiyo neema ya Mungu, kwa sio kwa akili ya kama yeye au mwanadamu, hapana. Lakini ni jambo la kusema asante. Vijana wengi unaona kama vijana kuna binti wapo tofauti, lakini unapoona mtu anapoinuka kuja kumsifu Mungu kwa njia yote, unajua Mungu tunamsifu kwa njia yote. Kwa hiyo muda msifu kwa wewe ndani katika roho, uwe sahihi na Mungu, umtumikie Mungu katika roho na kweli. Nimesema hivyo kwa sababu sio wote wanapata imani ya haraka kukukabidhi madhabahu na kuamini kile unachokifanya kulingana na historia yako. Lakini leo kuna vijana ambao wanakusikiliza, wa kike, wa kiume, fuatilia sasa. Unawaambia nini ambao mwingine labda sio tu kwamba alikuwa anaimba huko duniani, labda kuna vitu anavifanya lakini anatamani kuokoka ila anasita, au kumtumikia Mungu anasita kulingana na vile alivyokuwa anavifanya kule nyuma, kwamba jamii itanionaje, watu watanionaje, naacha labda kudansi, naacha labda kufanya kazi fulani kwa sababu impendezi Mungu, naenda kumtumikia Mungu. Mtu wa namna hiyo unamwambiaje? Mtu kama wewe kumwambia cha kwanza ni kwanza kumweka, kumwombea kwanza Mungu ambadilishe. Kwa sababu unakuta wimbi lipo jingi, wimbi ni kubwa sana la vijana ambao wamemwacha Mwenyezi Mungu, wamemsahau kwa kupingana kuabudu vitu vya dunia. Sasa hata wanaodansi aweza kaja kwa Yesu huko kamdansi Mungu, kamsifu Mungu katika na katika kwenye sehemu ambayo salama. Kwa hiyo unapoona hata kama mtu ana karama au kuimba au kudansi, kufanya hivi vitu, mgeni ana karama ya kuhubiri, ya unabii, ya utume, kwa mgeni mwalimu katoka alama ya walimu, lakini kitu ambacho kilichopo ni kusimama tu kumuuliza Mungu nataka nikutumikie mali gani, sehemu sahihi. Kwa hiyo unapopata nafasi kama hivyo, kama unapokuta kuongea na vijana, kama kuna kuongea na kukutana na marafiki tofauti, kwa sababu wengine ukiangalia mtu anakuwa hata mtu ambaye anamwambia Yesu anakupenda, angalie kwanza kwa muonekano kuwa kweli huyu Yesu anampenda, kwa sababu alikuwa hivi na hivi. Ukiangalia background yako anajua kweli Yesu anamtumikia kweli, kumaanisha lakini kwa Yesu kama unavyosema hivi, unapokuwa baridi kwa baridi, kwa moto kwa moto. Kwa vijana kama vijana wenzangu, mabinti, yani lika zote. Kwa hiyo unapoamua kumtumikia Mungu hutakuwa na majuto. Hata kwa maisha yako utakuwa utatamani kuoa, kuolewa, lakini unapo ndani ya Yesu utapata mtu sahihi ambao kwa maisha yako ambaye
Okay, asante sana. Nafikiri ujumbe umefika hapo, umetoa ujumbe, umetoa ushauri. Kwa hiyo mtu ambaye anatufuatilia anaendelea pia kubarikiwa. Lakini kwa natamani kujua kiundani historia yako ya muziki, labda wewe kipaji umezaliwa nacho au ndo ile ya kurithi kwenye familia, kwa sababu kuna wengine unakuta mama alikuwa naimba, babu alikuwa naimba na vitu kama hivyo. Lakini kwako ni kipaji au imetokea tu Mungu amekubariki baada ya kuokoka? Oh, mimi ni kipaji kabisa, ni kipaji ambacho kuzaliwa nacho kabisa. Kwa sababu jambo limeanza ndogo tangu niko shule ya msingi. Yaani niko mdogo nilikuwa naimba nyimbo za cover, nyimbo za dunia, za nyuma. Wapo nyimbo za dunia ambazo nilikuwa nafanya cover. Niko mtoto mdogo. Pia na kwenye familia yetu, kwa upande wa familia yangu, mjomba wangu mimi kwa msimu yangu anaimba, yeye ana rap, anafanya rap, muziki kwa rap. Okay. Lakini mimi ni talent ambayo Mungu kanibariki kabisa, kuona kwa ni kipaji ambacho Mungu kanipea. Okay. Hongera sana. Lakini hapa ulipo, kazi ambazo labda umewahi kuzifanya na zinafanya vizuri, au kazi ambayo manake kila mtu anatambulishwa na kazi yake. Kuna mwingine unaweza usimjue hata jina lakini ukajua wimbo wake unamtambulisha. Lakini wewe nyimbo ipi ambayo imekutambulisha mpaka sasa? Wimbo wangu umenitambulisha kabisa. Hata jinsia ni kunifahamu watumishi wa Mungu mbalimbali. Okay. Una wimbo unaitwa Yesu Superstar. Okay. Superstar ni nyimbo ambao paka nilimshangaa Mungu, kwa sababu nimefanisha fanya nyimbo nyingi nyuma huko, takriban nyimbo kama 13, lakini kwa nyimbo 13 hizo yani mpaka Mungu mpaka leo mpaka sasa namshangaa sana kwa Mungu. Nikarudi pale kwa Mungu, kumbe anataka kukumbuka wakati ambao ni kwa namshukuru Mungu, namshukuru sana Mungu. Superstar inafanya vizuri, inazidi kufanya vizuri kwa sababu imeweza kutoka audio. Ukiangalia audio imetoka, ukiangalia kwenye account unakuta ina miaka 3 ambao mwaka jana ambao imefunga mwaka 3. Ilikuwa haina video. Lakini nilimsihi Mungu, nikamwambia Mungu nakutumikia wewe. Najua kukufuata wewe, kutumikia. Kwa nini mbona kule wapande wa mataifa bwana wanabarikiwa, kwa nini usibarikiwe? Mungu nakutumikia Yesu, nafunga na kufunga na kusali na kutoa. Sasa nataka Mungu nibariki na mimi. Unajua watu wanauliza, na kweli nilikuwa pata wakati mgumu, kwa sababu unakuta shabiki ngoko kumeshabiki kwa mkoani, wengine sema tofauti mbalimbali. Bana nyimbo imeenda kwa mikutano, mikutano inafanyika na nyimbo, lakini mtu mwimbaji hamfahamu. Kwa unakuta kwa mwimbaji kama mwimbaji ambao unajua, kwa mtu ambaye ananisikiliza ni mwimbaji, kwa mtu ambaye hauna video yote, inakugharimu sana, unakuwa umepata maumivu makubwa, kwa sababu unakuta Mungu, mbona kazi nimefanya, kazi nzuri, watu wabarikiwa waponye kupitia huduma yangu, lakini nahitaji Mungu nifanye kitu ambacho watu watamani kunifahamu, watumishi mbalimbali, tupeleke injili wapate kuokoka, kwa sababu Mungu amenipa kalama hii, kwa nini kunipa kuwa mchungaji, kuwa nabii, lakini amenipa kalama ya kuimba. Kwa hiyo kitu kama hicho, nashukuru Mungu kwa hilo. Namshukuru sana. Hiyo Superstar inazidi kufanya vizuri, mpaka 7 then nimekuja kuleta video yake kuitambulisha kwa watu wakabarikiwe. Japo changamoto inakuja kwa sio waimbaji, nakuta kama mimi then hapo nakuta labda unachelewa kutoa video kwa sababu huna msimamizi, huna image ya kukusimamia wewe. Kama mimi niko kama mimi. Kwa support, nashukuru kwa watu ambao ambao wanazunguka bike na hivi, kwa watu ambao kufahamu. Okay. Kwa nini uliamua kuandika ujumbe wa Superstar? Kwanza kwa kitu ambacho unadhani kusambua, ndugu mtangazaji, kuwa unapokuwa mtumishi wa Mungu, ambao umejikita na mtumishi, kama mtumishi wa Mungu, lazima unakuwa unapata muda wa kuomba, wa kufunga na kusali, upate kusemezana na Mungu, upate mafunuo, ambao unapata mafunuo ambao unapofanya ile huduma, hata unapoenda kama unajua mwimbaji ni wewe kama mwakilishi wa kuponya nafsi za watu. Kunapo lazima upate muda kuomba, kufunga na kusali. Huwezi kuwa mwimbaji ufunge. Hapo unaweza kupata wingo, huwezi kulipata. Huwezi kupata nyume za wimbo, huwezi kuanda zima kitu kama. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu, hiyo ni ufunuo ambao ulikuja katika kuandika then historia hii nyimbo Superstar ni then nilienda studio. Na nikakuta beat na pigwa producer wangu Daisy, aitwa Daisy. Kwa studio moja ya Audio Wide. Hasa namshukuru Mungu, katika tushafanya producer tufanya nyimbo nyingi, lakini nikamwambia mtumishi, akaniambia mtumishi, bwana kuna nyimbo moja ya kufanya. Nikamwambia mtumishi, siku vizuri nilikuwa maombi ya kufunga. Sasa nikamwambia hamna shida, ngoja tutafanya siku. Akasema lakini katika kuondoka pale mtakatifu akaanza kusema sana usiku, na baby ufanye kitu. Sasa nikasema Mungu nitakusifu kwa design yake. Sasa then katika kuandika nikaandika kwenye simu mistari ya kuimba, nikamfuata producer kesho yake, nikamwambia producer, kuna mstari hapa ndio nataka nifanye. Akaniambia mbona kuna kitu linafanyika? Nikamwambia hamna shida, tufanye, kwa sababu najua kuna watu huko nje wanatamani kufanya muziki wa design hii,
lakini wanaogopa ule msukumo, atanonaje mtu, lakini kumbe injili inapelekwa kwa njia yoyote kabisa, hiyo kwa message au kwa nini, au mwingine muda yuko mtandao Facebook, Instagram, TikTok, kwa anahubiri Mungu, kuna apeleka injili kwa style. Kwa hiyo nikasema Mungu amenipa mafunuo ya kuimba wimbo, kuandika wimbo huu. Hata hii idea ya kupata ile jina ilipatikana studio. Ilipatikana studio. Nikataka kuimba kama Yesu superstar, Yesu we superstar. Nika producer akamwambia ngoja kwanza, kwa sababu unapofanya na watu ambao ndani katika roho, ambao mtu ambaye hajapata neema wokovu kumwelekeza ni kumwelewesha ni ngumu sana. Unabidi uimbe hekima ndani yako. Kuna mshukuru mpenda akasikia ninachokifanya. Yaani kitu ambacho kilitoka surprise. Yaani siku na rekodi hiyo wimbo superstar. Yaani kila mtu anakuja pale studio anakuta nimeongeza verse ya kwanza na chorus. Anasema tuishi nyimbo bwana. Nabii bwana kabla hajaisha nitumie. Wewe nyimbo na kitu kikubwa sana. Mbona kitu cha tofauti? Nikasema utukufu kwa Mungu kwa sababu mimi namwakilisha. Kama kaniita kwa njia hivi mwakilishe Mungu, nasema asante Yesu. Sababu wewe ndo kaniweka hapa chini ya jua. Kwa historia superstar nyimbo kurekodi ilikuwa style. Safi. Na ni malengo yako ambayo uko nayo sasa baada ya superstar, baada ya kazi zingine? Mwaka sasa umepinduka, mwezi bado mbichi na mingine inaendelea kabisa. Nini malengo yako, mipango yako kulingana na huduma ambayo unaifanya? Malengo yangu ni kufika mbali, kufikia watu, kupeleka injili, kwa sababu yani malengo makubwa sana, kwa sababu mpaka then nipata kwa nafasi kupata kibali kufanya video ya superstar, kwa sababu nimepambania mimi mwenyewe mpaka kushoot hiyo video ya superstar. Kwa mpaka sasa hivi na kazi nyingi sana ambazo then yani unakuta nini upata yani nguvu ya nini kupata nafasi ya kupata video, shoot video. Nadhani unaona ndugu mtazamaji, kwenye upande wa video inagharimu sana, ambapo ni pesa nyingi, kwa sababu unakuta nyimbo ni kubwa, lakini uwezi kufanya video ambayo uko chini ya kuangalia, uwezi kuleta mali kama hapa sasa, lakini TV kubwa lazima ufanye kitu ambacho kizuri, ambao shabiki wako akatazame nyumbani akapate kibali. Kwa hiyo mimi namuomba tu Mungu anipe uzima na afya nimtumikie. Nadhani Mungu anazidi kufungua milango, kwa sababu natamani sana nifike mbali, watu kuwafikia watu sehemu mbalimbali wa Tanzania, nje ya Tanzania, wapate kupata neema wokovu, nipeleke injili. Lakini naamini Mungu namtumikia, haji kusema uongo, kwa sababu yeye sio mwanadamu. Safi kabisa. Lakini mipango yako ni kuwafikia watu, lakini sasa kama hivyo umejipanga mwenyewe, au unatamani labda watu wakushike mkono, au wewe mwenyewe unaona kabisa mimi naweza kwenda mwenyewe na Mungu? Mimi nasema hapana, huwezi, kwa sababu huduma hizi hapa lazima uwe na mtu ambaye kukusupport kufika pale. Injili lazima ufikie, huwezi kubeba hata Mungu, huwezi kubeba huduma ya Mungu peke yako. Lazima kuna kitu ambacho Mungu lazima mtu apate, mtu kuwezesha ufike sehemu ambapo injili yako ifanye kwa amani na kuwa na amani, na pia unakuwa unapata ukoo huko peke yako. Utapata hata muda unapata kufunga, kuomba, kupata hivi na nipate jambo fulani, lakini unapokuwa una mtu msimamizi, lazima nafaa wimbo huu, lakini utafika sehemu fulani kwa sababu una mtu ambaye anakusupport. Kwa natamani sana kupata mtu ambaye, kwa sababu una kazi nyingi. Haina kazi nyingi sana. Ningesema kazi nyingi na maanisha kwa hata mtu amebaja anasikia kazi mimi na nyimbo kama zaidi ya 20. Zipo nyingi. Kwa namshukuru Mungu, naomba tu Mungu akitokea mdeni wewe kufanya kazi ya Mungu, songesha injili ya Mungu. Akaribishwa kusupport kazi ya Mungu. Kabla tujaendelea hapo kwamba unatamani uwe na mtu akusupport na vitu kama hivyo. Kumekuwa na shida nyingi hapa katikati. Watu masponsor wanamsponsor msanii, au wengine wanakuwa wanamlea kabisa zaidi hata ya kusponsor. Lakini baada ya muda ukishafanya kazi kubwa kwenye majukwaa makubwa 2 matatu, una change kabisa tabia na kila kitu. Lakini si hivyo tu, hata huduma namna unavyoifanya, wengine wanaanza kwa roho, wanaanza vizuri kabisa, tunawapokea vizuri kabisa. Masponsor wanavozidi, umaarufu unapozidi, na wao tunaona kabisa vile vya Mungu vinashuka, vya kwao vinainuka. Kwako wewe sasa unalizungumziaje hili jambo? Kwangu mimi hapa kwa Mungu ambaye anaofahamu mimi, naomba sana hekima.
Unapokuwa na hekima, hekima ni utajiri tosha. Unapokuwa na hekima, hata mtu anapokuja unampokea kwa stakeholder ni ipi. Kwa kilichopo unaweza kuwa unajua kuimba, ukaimba vizuri na melody nzuri, unaimba uandishi mzuri, unapata mafunuo mazuri, lakini kuna kitu kinaitwa nidhamu, ambayo nidhamu inapatana na nini? Kuwa na hekima. Kwa hiyo ukiangalia wimbi liliopo kweli kwa tembo wanaposema, kwa sababu kweli unaweza kusikia ukasikia mwimbaji hivi na hivi kafikishwa kulingana uko kwenye sema ambapo wewe makubaliano yenu na wewe na msimamizi management yako inakusimamia, umekubaliana vipi katika audio au video, na kubali kwa sababu vitu ambavyo unasema navyo, lakini unakuta mtakatifu kama mkasoka mtakatifu lazima jua baadaye usije kwa timu wana. Ndio maana kunakuta tena ukiangalia kuna wanasheria moja hivi na hivi na hivi, lazima utambue kama mwimbaji lazima utambue hilo, kwa sababu yeye ni huduma. Na kama paka mtu katoa nafasi yake, toa muda wake kuja kukusupport wewe, kwao ni Mungu kamleta, lakini utaji kufanya kazi ya Mungu kwa sababu mwe kitu kimoja ambao umeelewana, mkubaliani bana, mimi hiki na hiki na hiki na hiki. Unaona, usije kama kuangalia kama nyimbo zangu zote zinapatikana platform zote. Nyimbo zangu nataka kusupport, anaweza kusema mimi nataka nikusupport kwenye upande wa video, lakini audio usimame kama wewe. Asa huyo unakuta mtu ambaye kweli Mungu kamsukuma bana, kweli kijana na kitu, lakini nataka nifikishe mahali, lakini naona kweli unajua kilichosababisha sisi wengi asilimia waimbaji tunasema huko unakwenda kukutana na watu ambao wameshatangulia kwenye muziki wa injili au vitu tofauti, kuwa kuna kitu kinachosababisha ni nidhamu. Yaani sisi kwanza then tuombe sana hekima wa watumishi wa Mungu waimbaji, sababu hekima ndio kila kitu. Kwa sababu unapokosa hekima, yani unakuta hata mtu alikuwa anakusimamia utamdharau, utatoka public kwenye kamera kama TV utaongea kuna mchafua, kumbe ni kitu ambacho ni vya siri, kwa sababu mdao unakuja kuelewana na management yako Tanzania wa kuona, lakini unapotoka public ni maisha ya mtu. Kwa mwingine public ambao tunatakiwa kumalizane kwa huko kwamba nje nyuma kamera. Lakini elewa pia nyuma yako namna unavyoifanya, hata kama baadaye utapata labda mtu wa kukushika mkono kwenye kazi ambayo unaifanya, ni labda mwimbaji gani unatamani kufanya naye kazi? Labda ni kwaya, mtu binafsi, kikundi, labda kuna mtu unamwangalia pengine unasema huyu natamani kufanya naye kazi siku moja. Kezo. Mungu anaenda kwa maelekezo. Ufanye kumfikia. Hata uweze kufanya na my brother mtumishi wa Mungu Utachilambo. Sababu natamani kama then nikiandaa kama ni wimbo nikiandaa nikifanya naye kuna kitu ambacho kitafanyika, kwa sababu naangalia nikiangalia katika unasema kitu kinaitwa melody au kwenye uandishi, najua hizo itakafanya kitu waimbaji wengi wakubwa, lakini huyo mtu then lazima upate muda then ukaongea naye kwa hivi kumfikia hivi na hivi, lakini anapoona kazi unavyotuma, kwa sababu naangalia hata Mungu anaangalia mtu kumbariki kitu ambacho kibeba. Anaanza na chanzo. Mungu angalia kwa bwana, mbona utamsaidiaje? Inakuwa hivyo. Kwa hiyo anatakiwa mtu ufanye juhudi za kupambana kufika pale. Kwa hiyo Mungu akikubali ataleta tofauti, hata tofauti ya watumishi wa Mungu kina Utachilambo. Kuna waimbaji wengi. My brother nani Konge wa Yesu, brother Alpha na Steve, yani wengi waimbaji wengi, brother Joraga. Wapo waimbaji wengi sana. Kwa hiyo ni jambo la kumuomba Mungu na uzima. Hapo kwanza na uzima, kwa sababu vitu vyote hivyo Mungu anafanya. Tukiomba kwa mfano tukiwa tuna uzima, Mungu ametubariki, ushirikiano wako na waimbaji wengine ambao unatamani kufanya nao kazi na hata ambao unatamani kufanya nao kazi, ushirikiano wako pia ukoje? Yaani ushirikiano wangu mimi kwanza mtu ambaye mimi mtu ambaye ni amanza kuniona leo au kunifahamu mimi. Kwa imbaji ambao tunakutana kwenye mikutano, kwenye event tofauti. Mimi ni mtu ambaye niko wazi sana. Ni mtu ambaye mchangamfu sana. Kwa unakuta sehemu unaona kwa sababu bwana yuko hivi na hivi tofauti. Kwa mimi kuna wakati mimi naenda sehemu kufanya kazi tuseme tofauti, kukutana na imbaji tofauti waimbaji wa injili.
lakini japo naambiwa kwa japo unapokuwa na huduma au umebarikiwa usiwe na kitu cha kujiinua. Ndio. Unapotoka kujiinua Mungu ana watu wengi. Okay. Kuna wimbo anasema Mungu anaongea na kabisa. Kwa ni kuomba tu hekima. Okay. Kwa hiyo ushirikiano wako na wengine kwa tafsiri hiyo uko sawa. Okay. Umesema una nyimbo kama 20 au na zaidi. Umeanza huduma muda mrefu kidogo. Lakini huduma ina changamoto nyingi sana. Ina changamoto, ina neema mbele yake. Lakini katika safari yako ya muziki labda ambacho ulikutana nacho kikakuimarisha pamoja na yote. Unajua hizo huduma, unajua kuna wakati sisi watumishi wa Mungu kama unavyosema waimbaji tunakutana tofauti. Kwanza watumishi wa Mungu wachungaji, watu tofauti. Kwanza Mungu atie nguvu sana, usikate tamaa kufanya kazi ya Mungu. Yaani kuna wakati unaweza kuitwa kwenye huduma kama mwimbaji. Unamtumisha kuita mtumishi wa Mungu wa Levis Kazinza. Samahani mtumishi wa Mungu bana, mna mkutano. Mahali fulani nataka uje bana mtumishi wa Mungu. Uvutie moyo. Naambia mtumishi useme hivyo. Mimi Mungu kaniita. Kwa nini unapokutia moyo nitakuja kama binadamu. Kwenye kukulizishe tu nikuja kufanya kazi ya Mungu. Lakini unapokuja kwenda kufanya kazi ya Mungu mtumishi nakuja kufanya kazi ya Mungu. Lakini changamoto na kuwepo unakuta mtu na changamoto unakuta sasa mnaenda sehemu ambayo inabidi kwenye huduma inabidi utakwambia inabidi ugaramiki uende kufanya kazi ya Mungu, narudi kuna wakati mwingine una huduma mtumishi wa Mungu kweli changa inaanza na kuona viangalia watumishi wa Mungu wana vita. Yaani vita za wachungaji na waimbaji. Yaani tunatofautiana 99%. Kwa sababu kwa mtumishi wa Mungu ambaye anamhubiri Mungu, anamtumikia Mungu, kweli changamoto lazima iwepo. Huwezi kumtumikia Yesu usikutane na jaribu. Kwa hiyo changamoto unaipata kubwa sana. Unakuwa unapofanya huduma, unakuta sehemu hapo unayofanya huduma mtu kaza kufanya huduma, unakuta pale labda vyombo viko sawa hivi na hivi. Inabidi ufanye Mungu kazi ya Mungu, umtukuze Mungu, kumsifu kwa makofi kwa njia yote, uimbe yani utukuze ujumbe ufike. Lakini kweli changamoto ni kubwa kwa sababu hizo kutoka Biblia kusema kwa changamoto hii hapana, lakini tunachotubeba sisi kitu ngine yani kunabeba kwa Mungu ndio anatusaidia sana. Kwa unapopata kufunga hata kazi yako unakuwa unajulishwa bana, unajua unapokuwa unafunga kuna vitu ambavyo Mungu anakuonyesha. Bana kuna moja mbili kuna kitu utaenda kufanya huduma same unakutana hiki na hiki. Sasa unakuta tumetofautiana hapo. Unaweza kwa sababu mimi au na kuachana na uimbaji au mimi na kama unabii. Kwa hiyo zikana naonyeshwa kitu hapo kinachotokea nikajua kitu. Kwa hiyo tumetofautiana hapo. Kumbe sio tu unaimba hadi karama unabii unayo. Mungu akiamua kutumia sasa Mungu ndo mwenye maamuzi. Lakini kuna kitu ambacho unaweza kana mimi nikaa Mungu anaweza kanisemesha. Mimi naweza kati kwenye huduma. Mimi ndani kunionyesha ndo naenda kufanya huduma. Asipokuonyesha hauoni. Anaweza kanujua Mungu anakuonyesha kwa njia nyingi. Katika maono. Unajua kuna kitu watu tofauti wajue kutofautisha. Kuna ndoto na maono. Ndio maana kwa Yoeli anasema kwa hivi vijana mtaona maono vizuri, utaota ndoto kwa sababu ndoto unasahau, lakini maono usahau. Kama unapoongea mimi na wewe, kwa unakuta mgeni unaonyeshwa jambo hili na hili, hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ndivyo neema ya Mungu. Kwa sababu sema sana namshukuru neema ya Mungu sana. Neema ya Mungu. Mimi nimekuelewa bwana, ni neema ya Mungu. Nikajua unaona hapa mwenyewe uanze kuniambia dada naona moja naona mbili naona tano. Nasema yote kwa utukufu wa Mungu. Mungu kumpa sifa ni Mungu mwenyewe. Niliwahi kupata mgeni hapa. Anaona zaidi ya tunavyoona kawaida. Akaanza dada naona moja naona mbili. Alipofika kwenye mahusiano nikamwambia bas tulia. Kwa hiyo kajua nikuta na mtu wa design hiyo pia. Ni kweli, tunatofautiana. Mgeza kama mtu mwimbaji, unajua kwenye kuimbaji unatofautiana. Unajua kuna mtu mwimbaji lakini anajua kuimba nyimbo zake tu, lakini kuabudu hawezi na kusifu hawezi na kuomba hawezi. Unaona tofauti, Mungu anatofautisha. Kwa hiyo ukiona kama zingawa mambo makuta mimi naweza nikasimama kwenye upande wa kusifu, wa kuabudu, wa kuomba. Unaona? Kwa hiyo nikasimama kama mimi, kama singer nikasimama kuimba kama mimi. Kwa hiyo hivi yote hivyo ni neema, sio kwa akili zangu, Mungu kanipa kalamu hizo. Lakini sasa hapa tumeongea vitu vingi. Kuna watu wanatutazama, kuna waimbaji, watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wanatufuatilia. Wengine wanataka sasa kukufuatilia wewe binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Karibu ueleze wanakupataje? Karibu. Kwa majina naitwa Levis Kazinza, mtumishi wa Mungu wa nyimbo za Injili. Kwa mitandao ya Instagram natumia Kazinza, unaweza kunifollow. Na Facebook natumia Kazinza hiyo, kunifollow. Instagram pia utakuwa umeshanipata Facebook. Pia napatikana TikTok kwa Levis Kazinza ni double S. Pia nitapenda kutaja namba zangu za simu.
kwa mtumishi wa Mungu ambaye atakanihitaji katika huduma, nitataja namba zangu 0765033819. Nitarudia pia 0765033819. Na Mungu atakubariki sana mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo watu wawe huru sasa kwa kufuatilia. Wasiwe na mashaka labda, au ndo wale unatanguliza pesa mbele kwanza au unamtanguliza Mungu kwanza. Maana mambo ni mengi sasa hivi, dunia iko huru na uwazi. Okay. Huduma yangu nafanya mimi iko wazi. Okay. Iko wazi kwa sababu unajua Mungu anasema hivi, nitumikeni kwanza, vitu vingine vyote atakubariki. Kwa hiyo pesa na dhahabu ni vya kwetu. Okay. Kwa hiyo unapofanya kazi ya Mungu, unapotoka kufanya kazi ya Mungu, ni Mungu mwenyewe kaona Mungu akuweka wewe mpaka hapa. Wangapi wametoka mwaka jana, wametoka kwa sababu ni wengine watumishi wa Mungu, wengine then. Kwa kilichopo Mungu anapokupa karama, ni karama hiyo moja kama sana kama mchungaji ile. Kwa hiyo mimi niko tayari kumtumikia Mungu, ndio maana mpaka nikaamua kumpokea Yesu. Kaniita kwa nihitaji kunitumikia kwa njia ya uimbaji, kuwa na sababu maalum na maana yake. Kwa sababu mimi hata nikiombea kishwani kifupi tu kuwa mimi hata kuzoea kwenye huduma ya Mungu, Mungu anionyesha katika madhabahu za duniani. Nikilala anaonyesha sehemu naimba sifa takatifu. Najiuliza kitu gani hichi? Kipindi hicho kwa bado kiroho bado nilikuwa sijapata wokovu, lakini kimuuliza mama ananiambia bwana tafsiri yake hii Mungu anakumtumikia. Kwa sababu nishashiriki matamasha mengi sana. Matamasha mengi, nimeshiriki BSS, nimeshiriki Fiesta Spanyota, Arusha nikawa 2016 nilikuwa mshindi wa 3 wa kuimba. Kwa hiyo vitu vyote Mungu alikuwa ananihitaji kwa muda mrefu sana. Siku Mungu then ambapo Mungu anaposema Mungu alikuwa anasemesha sana katika maono. Kila anaonyesha na performance napohudumu. Na siku kama watakatifu wamekaa tumetulia. Sasa kiroba then kwa bado na ukiangalia Suja na maji ya moto nakwambia ngozi kuna ukuta mbele unakuta sikiliza muziki tu wa mataifa, muziki unasikiliza muziki tofauti. Kwa Mungu anahitaji kumtumikia. Tangu nilipompokea Yesu kwa maishani mwangu, then Mungu ndo akafungua milango albamu. Kwa albamu ya kwanza inaitwa Kitabu, ndio Mungu alinipatia. Kwa hiyo tangu mpaka sasa, kwa Mungu namshukuru sana. Nadhani Mungu atafungua milango mikubwa zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia nipende kushukuru sana kwa muda wako ambao tumekuwa hapa. Naamini pia watazamaji watakuwa wamejifunza vingi, manake kuna vijana wapo wanaanza kujitafuta sasa kwenye uimbaji. Nafikiri utakuwa umewatia moyo na kuwapush pia. Mungu akubariki sana. Mtazamaji ambaye umetufuatilia, Mungu akubariki sana, Mungu aendelee kukuinua, Mungu aendelee kukupa haja ya moyo wako. Kipindi kama hiki kinapatikana muda kama huu, na muda kama huu pia tunakuwa tunaelekea ukingoni. Nipende kushukuru sana familia ambayo mmekuwa mnatufuatilia, miaka inaenda inarudi, miaka inaanza tena, bado mko na sisi. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu wote. Ulikuwa na mimi Stella Shao. Usiache kutufuatilia. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vizuri. Kwa heri.